Kwanza napenda kuchukua nafasi hii kuwashukuru ninyi waandishi wa habari kwa kuitikia mwaliko wetu na kuhudhuria mkutano huu wa leo, na niwapongeze kwa kweli kwa kazi kubwa na ya kipekee mnayofanya katika kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi kwa wakati na kwa uwazi, huku tukitambua kwamba sekta ya habari ya utangazaji ni mhimili wa nne usio rasmi wa demokrasia baada ya mihimili ya serikali, bunge na mahakama. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwa mchango mkubwa kama maendeleo ya uchumi, kwa kufanya juhudi kubwa na maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa, na kwa kupitia ninyi wananchi wanapata taarifa zinazowezesha kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa. Aidha, waandishi wa habari mna jukumu la kukuza uwazi, uwajibikaji na utawala bora. Ndugu waandishi wa habari, ningependa kuchukua fursa hii kuwapongeza pia wajumbe wenzangu wa bodi ambao kama vile mmeweza kuwaona hapa wameweza kujitambulisha wao, na wengine mtaweza kukutana nao katika hadhara nyingine tutakazoziita huko baadaye. Naamini wote ni watu wenye uzoefu na ujuzi wa hali ya juu katika nyanja mbalimbali za habari na mawasiliano, na tuna imani kuwa tutatekeleza majukumu yetu kwa ufanisi ili kuhakikisha uandishi wa habari unazingatia weledi, ukweli na uwajibikaji kwa jamii, kwa sababu tasnia ya habari ina mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi yetu, hasa katika kuhabarisha umma, kuhimiza uwazi na kusaidia utawala bora. Ndugu zangu waandishi wa habari, sekta ya habari na utangazaji hapa nchini na duniani kote imepitia mabadiliko makubwa yanayotokana na maendeleo ya teknolojia ambayo yanawezesha upatikanaji wa taarifa na kuongezeka kwa idadi ya vyombo vya habari. Kutokana na maendeleo haya ya teknolojia, kumekuwa na njia za kisasa za kukusanya, kuchakata na kusambaza habari, kuibuka kwa taasisi zinazolinda na kutetea maslahi ya vyombo vya habari na waandishi wa habari, kuongezeka kwa taasisi zinazotoa elimu ya uandishi wa habari na mawasiliano, kuanzishwa kwa televisheni na redio za mtandaoni, mabadiliko kutoka mfumo wa utangazaji wa analojia kwenda dijitali, na kuongezeka kwa matumizi ya mtandao wa kijamii katika usambazaji wa habari. Napenda nichukue fursa hii pia kuipongeza serikali kwa juhudi hii kubwa iliyofanya ya hatimaye kuanzishwa kwa chombo hiki cha bodi hii ya ithibati kwa waandishi wa habari. Kutokana na ongezeko kubwa la idadi ya vyombo vya habari nchini, kumekuwa pia na ongezeko kubwa la idadi ya waandishi wa habari wanaofanya kazi katika vyombo vya habari, jambo ambalo linahitaji usimamizi wa kitaaluma na kuhakikisha waandishi wa habari wanafanya kazi kufuatia maadili ya taaluma yao. Hivyo serikali ilitambua umuhimu wa kuwa na sheria inayosimamia sekta ya habari na kukuza weledi, na kwa mantiki hiyo kuanzishwa kwa bodi hii ya ithibati ilianzishwa kwa kuzingatia ilo, ambapo tarehe 3 mwezi Machi mwaka huu wa 25 Mheshimiwa Palamagamba Kabudi, waziri wa habari, utamaduni na sheria, aliweza kuzindua bodi hii. Waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo alizindua bodi hii. Bodi hii ina majukumu kadhaa yanayoainishwa kwa mujibu wa sheria. Majukumu hayo ni pamoja na kuthibitisha na kutoa vitambulisho kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo kwa mujibu wa sheria. Nafikiri hili ni muhimu na ambalo tunataka kulitia mkazo sana, kwamba waandishi wa habari wawe ni wale ambao wanafanya kazi baada wakiwa wamehitimu, wamesomea uandishi kwa kiasi fulani kinachohitajika ili kuwa na vigezo maalum, na hiyo ndio itakayoweza kuongeza ile ari na nia halisi ya kuhakikisha kwamba tasnia yetu sasa inawekwa miongoni mwa professions ambazo zinastahiki, kwa sababu zina watu ambao wanafanya kazi kwa mujibu na kwa kuwa wamesomea.
Kwa hiyo hili ni muhimu sana na sisi tutatilia mkazo mkubwa katika kazi yetu hii ambayo tumekabidhiwa na serikali, ili kusimamia uzingatiaji wa maadili na taaluma ya waandishi wa habari kwa kuzingatia viwango vya kitaalamu na kukuza maadili mazuri ya viwango miongoni mwa waandishi wa habari, kuishauri serikali pia kuwa katika masuala mbalimbali yanayohusiana na shughuli za uandishi wa habari. Ndugu waandishi wa habari, kuthibitisha au accredit waandishi wa habari ni hatua muhimu katika kuhakikisha taaluma ya uandishi wa habari inazingatia viwango vya kitaaluma, maadili na uwajibikaji. Kupitia ithibati itaonyesha waandishi wa habari wenye sifa stahiki na waliopata mafunzo wanahitajika na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Hii itasaidia kuimarisha uweledi katika tasnia ya habari, kudhibiti usambazaji wa habari zisizo sahihi. Vile vile ithibati itasaidia kulinda haki ya uhuru wa waandishi wa habari wanapoelekeza majukumu yao. Waandishi wa habari watatambulika rasmi katika nafasi nzuri za kulindwa dhidi ya vitisho, manyanyaso na madhila mengine ambayo wanaweza kuyapata. Kama mnaofahamu, katika tasnia hii tunakabiliana na mambo mengi, na panapotokea masuala ambayo kiasi yanahitaji kujitoa mhanga, vile vile kunawajibika kuwa na protection za aina fulani. Kwa hiyo ni kazi ya bodi kuhakikisha kwamba waandishi wale ambao hasa watakuwa ndio wanachama wa bodi hii, kwa sababu mtakapojiandikisha mtakuwa kama sehemu ya wanachama, siku zote mtakuwa mnapata protection rasmi ambayo sasa serikali itakuwa inajua na watu watakuwa wanafahamika. Itakuwa tena si mambo ya kiholela, mtakuwa na mahali pa kukimbilia ili kuweza kuja kutoa kilio chenu na kikasikika kwa sauti kubwa kama wanavyofanya wenzetu wengine katika tasnia nyingine. Wanasheria, madaktari, mainjinia, wote wana mahali ambako wanakwenda kuweza kujitetea na utetezi ukao unafahamika na kuchukuliwa kwa uzito wake. Kuthibitishwa na kupewa ithibati ya bodi kunakuza hadhi ya heshima ya taaluma ya waandishi wa habari kama nilivyosema hapo nyuma. Vile vile jambo jingine ambalo tutakuwa nalo ni mfuko wa mafunzo ya uandishi wa habari. Hiki ni chombo muhimu ambacho kimeundwa chini ya sheria ya huduma ya habari, ambacho pia kinapaswa kusimamiwa na bodi hii ya ithibati. Moja ya maeneo muhimu ambayo mfuko huu unapaswa kuchangia ni katika kukuza maudhui ya ndani, yani local content, kuimarisha utafiti wa habari na kuhakikisha upatikanaji wa mafunzo ya mara kwa mara kwa waandishi wa habari ili kuboresha utendaji wao na maendeleo ya sekta ya habari kwa ujumla. Nadhani swala hili la maudhui hasa local content limekuwa likizungumzwa sana sasa hivi, kwa maana ya kwamba kama hakukuwa na mpango maalum wa kuweza kuwafanya wanahabari wakaweza kuimarika na kuweza kutengeneza local content yenye nguvu ambayo inaendana na hali halisi ya maendeleo ya nchi pamoja na dunia kwa ujumla, tunajikuta kwamba tunafanya vitu ambavyo ni vyepesi pepesi. Hivi karibuni nakumbuka wenzetu wa TAMWA pamoja na TCRA walipotoa zile tunzo ambazo zimetolewa hivi juzi, moja ya kitu ambacho kisema kiliwapelekea wao ilikuwa ni hili swala la kuanza kuonekana kwamba kidogo hali ya maudhui ambayo waandishi au wenye vyombo vya habari nchini Tanzania wameanza kujitoa katika yale maandishi ambayo kwa kweli unaweza kusema ndio hasa yanaweza kukomaza nchi, badala yake wakaamua kuingia katika vitu vipesi sana, na ndivyo ilivyo mpaka sasa hivi. Ndio hali halisi. Almost 60 to 70% ya content ambayo inatengenezwa na vyombo vyetu vya habari ni vipesi, ni muziki, ni sasa hivi kwa bahati nzuri au bahati mbaya michezo nayo imejikita, hasa mpira. Kwa hiyo watu wanaelea huko, unakuta chombo cha habari kinaendesha kipindi cha michezo masaa 3, 4, 5,
unauliza wanazungumza nini. Siku moja nilikwenda nikasikiliza kibao kimoja kinazungumzia kuna bwana mmoja maarufu alikwenda uwanja wa Taifa akazuiwa kuingia mpirani, wakazungumza kuhusiana na kuingia kwake huyo bwana saa nzima. Sasa huyo bwana kuingia tu uwanjani kazuiliwa kuingia, watu wanazungumzia 1 hour. Kwa sababu wana 4 hours wafanye nini? Lakini kikubwa ni kwamba swala limefika hilo la kusema kwamba utafanyaje. Huenda kukawa kuna sababu nyingi, lakini itakuwa ni wajibu wetu sisi kuzikabili hizo sababu. Kwamba ni nini, kwamba watu wanatoka katika maeneo ambayo ndio wajibu wetu. Tunapoambiwa kwamba sisi ni muhimili wa 4 nao katika hali ya kidemokrasia ya nchi, na kwa maana ya kwamba tunatakiwa kutia mkono na mguu wetu mzuri katika maendeleo ya taifa letu, ni lazima tutoe taarifa ambazo wananchi wataweza kuzichukua kwa uzito, zitakuwa zina maana sana kwa nchi kuliko hatukatai. Swala la muziki sasa hivi limefanya kazi nzuri, vijana wengi wamepata kazi, wameajiriwa, wanajiajiri, hakuna mtu anaibisha huko. Tunazungumzia michezo, ndio vizuri sana. Tunapofanya vizuri ndio tunafahamika. Juzi timu yetu ilikuwa Morocco, the world inakuja kutufahamu. Karibuni tutakuwa tuna wenyeji wa shughuli kubwa za michezo. This is what is being done also elsewhere in the world. Lakini kuna vitu ambavyo ni muhimu ambavyo ndio tunatakiwa kuvifanya kama waandishi wa habari, kuweza kulisaidia taifa letu katika kile tunachokiita maendeleo, na hata kuwafanya wananchi wetu wakaweza kukaa vizuri, kuyaelewa mazingira yanavyobadilika ya dunia. Bila kufanya hivyo na bila sisi waandishi wa habari ya kusema tunafanya kwa dhamira ya kweli, tutajikuta siku zote kwamba tunatapatapa. Na ndio maana kama nilivyosema, wenzetu wengine wameliona hili na kuona kama ni vizuri tunajikita katika kuwa na maudhui ya nyumbani, ya local content yenye nguvu zaidi kuliko kile ambacho tunakifanya hivi sasa. Kama nilivyoeleza hapo awali, kuanzishwa kwa bodi hii ni hatua muhimu katika mchakato wa kuimarisha taaluma ya uandishi wa habari, kuhakikisha kuwa wanahabari wanazingatia viwango vya juu vya weledi kama vile ambavyo bodi nyingine ambavyo zinafanyika. Na kwa ajili hiyo sasa, kuanzia leo bodi hii inatangaza kwa waandishi wa habari kwamba tutaanza kutoa press cards ambazo mmekuwa mkisubiri kwa muda mrefu. Press cards ambazo nitatoa maelezo yake baada ya muda ya kile ambacho kinafanyika. Hii ni mojawapo ya kazi yetu ambayo sasa tumeichukua na tumekabidhiwa, ili kuweza kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wa nchi hii wanatambulika kirasmi na wamesajiliwa rasmi. Na tofauti labda na miaka iliyopita ambapo ilikuwa ni rahisi tu kwa chombo cha habari kutoa majina na orodha ya kwamba hawa ndio tunawataka wakapewa press cards, huu utakuwa ni utaratibu ambao unazingatia hali halisi ya kuhakikisha kwamba chombo hiki kinaendeshwa kitaaluma. Kwa hiyo waandishi pia tungependa wawe ni wale ambao wamepata uhakiki kwa kupitia chombo chetu, na bodi yetu italifuatia jambo hili sahihi kabisa. Hapa sasa hivi, unlike pale nyuma ambapo hasa waandishi wa habari walikuwa wanaandikishwa, wanaorodheshwa na chombo chao, sasa hapa ni mwandishi wa habari mwenyewe ndio unayefanya registration. Kwa hiyo pamoja na kwamba utakuwa bado kuna maeneo ambayo unaieleza kwamba mimi natumikia chombo hiki na upate endorsement ya kile chombo unachofanyia kazi, lakini unayefanya registration ni wewe mwenyewe, ndiye ambaye utakuwa unatuandikia, na ni kazi ndogo ambayo itakuwa inakwenda kwenye mtandao. Waandishi wa habari ambao watapaswa kuingia kwenye kiunganishi, au waandishi wa habari watatakiwa kuingia kwenye kiunganishi cha www.tai-habari.gov.tz. Maombi ya ithibati ya vitambulisho vya press cards yatafanyika kupitia mfumo unaoitwa Tai Habari. Hatua hii inalenga kuboresha huduma kwa kuimarisha usimamizi wa taaluma ya uandishi wa habari
na kuharakisha upatikanaji wa vitambulisho kwa waandishi waliothibitishwa. Kama nilivyosema, waandishi watapaswa kuingia kwenye kiunganishi cha www.taihabari.jab.go.tz na kufuatilia maelezo ya kujisajili. Baada ya kujaza taarifa za usahihi, mwombaji atapokea msimbo, yani code, kupitia SMS na kiungo kwenye barua pepe ili kuendelea na hatua za kujaza wasifu, kufanya maombi, kupata ankara ya malipo, kulipia na kuwasilisha maombi kwa kupata kitambulisho, yani press cards. Kwa hiyo kuna hizo hatua ambazo mwandishi atakapojaza fomu, akishapata maelekezo, kila kitu kama kawaida, ni kitu ambacho sasa hivi tumevizoea, wote tunavifanya, ndio hali halisi ya maisha. Kwa hiyo ukishapata yale maelezo, basi hatimaye ukimaliza utaweza kujua wapi press card yako ilipo. Mahitaji muhimu wakati wa kuomba ithibati ya kitambulisho ni pamoja na namba ya simu na barua pepe zinazofanya kazi, picha ndogo, yani passport size iliyosainiwa, vyeti vya elimu vilivyoskaniwa kwa mfumo wa PDF na kuthibitishwa na mamlaka husika kama chuo kikuu, vipitishwe na TCU, na kama ni vyuo vya kati vithibitishwe na NACVET. Barua ya utambulisho kutoka taasisi unakotoka au unaofanyia kazi, kwamba wewe ni mwandishi wa habari, pamoja na vile waandishi wa habari wa kujitegemea, yani freelancers. Nakala kitambulisho cha taifa, NIDA, pamoja na ada ya ithibati ambayo ni shilingi 50,000. Ada hii ni ya muda wa uhai wa kitambulisho ambao ni miaka 2. Kwa waandishi wa habari wa kigeni pia watatakiwa nao kulipa kiasi cha ada ya dola za Kimarekani 500. Mahitaji haya ni muhimu na kuhakikisha kwamba mchakato wa maombi yanafanikiwa. Kwa hiyo haya ndio mahitaji ambayo utakuwa unatakiwa. Utajaza fomu, lakini kutakuwa na malipo. Najua kwamba kuna vyombo vingi vya habari yalikuwa malipo yale yanafanywa kama nilivyosema. Chombo kinaleta, sisi Mwananchi, hawa ndio ambao tunataka mwaka huu wapatiwe vitambulisho vyao, ni 10, 15, 20, 100, 200, wanapiga hesabu zao. Kwa hiyo Mwananchi walikuwa wanalipa maelezo pale kiwango kile cha pesa. Lakini sasa hivi itakuwa ni wewe, kama nilivyosema, registration ni personalized. Kwa hiyo mwandishi utapewa pesa na taasisi yako. Kwa hiyo unalipa individually. Hakuna ile collective payments. Hiyo imetoka sasa. Kwa hiyo chombo kitajua watu wake na watu wake itawapa pesa. Kama ni kupewa, mtajua kutakuwa na utaratibu within the in-house arrangements. Ndizo zitakazokuwa zinatumiwa. Alafu ni unapolipa unalipa as an individual. Kwa hiyo hapa sisi tuna deal with individual waandishi. Chombo hiki kwa kiasi kikubwa kinadili na waandishi moja kwa moja. Kwa hiyo ni chombo cha waandishi zaidi kuliko vyombo vya habari kwa kiasi hivyo. Ingawa of course waandishi wa habari wako na vyombo, lakini ndio maana utaona kwamba vitu vingi sisi tunadili sana na waandishi. Kitu ambacho tunadhani ni muhimu, kwa sababu utetezi utakuwa zaidi tunakuja kwako wewe as a profession. Kwamba umekuwa sasa ni profession, unatambulika wewe kama mwandishi. Na ndio maana utaona kwamba kuna vitu vingi sana vinazungumzia wewe rather than kuzungumzia chombo chako. Nataka hii tueleweke sana. Na ndio maana tukasema kwamba this is your home. Hapa ndio mahali penu ambapo mtakuwa mnakuja kuzungumza. Tunapanga huko mbele ikifika, tungependa hata hapa pawe ni mahali ambako waandishi wa habari wafanye. Hapa ndio kama kijiweni. Wanapokuwa wana mambo yao yale kukaa na kupiga soga, iwe tutafungua labda mgahawa hapa kidogo, watu wanakutana. Ukipita hapo chini, you just come up here, unajua kama nitakuta colleagues wangu hapa. Tutaketi, tutakaa, tutaongea, tutazungumza, mtaondoka jioni. Basi, that kind of an arrangement ndio ambayo lengo letu sisi sasa, lakini ndio lengo zaidi la mfumo mzima huu ambao serikali imeweza kuwaweka.
Kwa mujibu wa kifungu cha 19 cha sheria ya huduma za habari sura ya 229 kikisomwa pamoja na kanuni ya 17A moja ya kanuni za sheria za huduma ya habari, tangazo la serikali namba 18 la tarehe 3 Februari mwaka 2017, watu wanaopaswa kuomba ithibati na kupewa vitambulisho ni pamoja na wahariri editors, reporters, waandishi wa habari wa kujitegemea yani freelancers, wapiga picha yani photographers, wazalishaji wa habari news producers, na watangazaji wa radio na television wanaofanya kazi katika vyombo vya habari. Hiyo ndio orodha ya wale ambao wanawajibika kupata vitambulisho hivi. Tumejaribu kufanya udadavuaji zaidi hivi karibuni na kuangalia kwamba kuna maeneo gani mengine ya wale ambao tunaweza baadaye nao wakawajibika kupata vitambulisho, lakini kwa sababu hili ni andiko la kiserikali hatuwezi tukasema tu juu kwamba na hawa nao na hawa hawanao. Tutatoa ushauri wetu kwa vyombo husika, ili baadhi ya watu wa habari katika vyombo vya habari ambao labda hawakutajwa hapa lakini bado wanahusika na uhabari, na wao pia waweze kuingia katika utaratibu huu. Ninyi wenyewe mnajua kuna watu ambao katika orodha hii hatuwataja, lakini mnajua kwamba na wao wana nguvu ya kuthibitisha au kukubali kuandikwa au kutangazwa kwa taarifa habari kwa habari fulani. Sasa hawa nao ingekuwa vizuri pia, kwa sababu wao ndio watu wa mwisho au watu wenye kutoa agizo na uamuzi wa hili, labda na wao waweze kuingizwa huko. Lakini ninavyosema bado tunachambua kwa sasa. Hii ndio orodha ya watu ambao wanatakiwa kuandikishwa na kupata vitambulisho hivi ambao tunaanza kuvitoa tangu leo. Aidha, kwa mujibu wa kanuni ya 17(2), wote hawa waliotajwa wanapaswa kuwa na kiwango cha elimu kuanzia stashahada ya masuala ya habari au inayoendana na masuala hayo, au shahada ya fani nyingine yoyote na shahada ya uandishi wa habari. Tutatoa ufafanuzi wa hili na Patrick atawapeni maelezo zaidi, lakini tunachosisitiza sasa hivi na tumesema tuko mwanzo kwamba it's high time kwamba profession yetu iweze kuthaminiwa, profession yetu iweze kupata hadhi stahiki, na haiwezi kuwa hivyo ikiwa halitakuwa swala la elimu. Umesomea hii kazi, unaijua vizuri, sio tu kwamba yoyote yule Benedict Tobwe Hari ambaye ana uwezo. Sisi zamani hizo enzi zetu, bahati nzuri mimi ni mtu wa enzi hiyo, lakini Mungu amenijalia nimeingia kwenye enzi hii. Enzi zile tulipokuwa Radio Tanzania peke yetu, tulikuwa tukikaa pale, na kukumbuka wenzangu wa majina wengi sasa Mungu amewapenda zaidi. Tulikuwa tunaketi pale Pool Road Radio Tanzania. Yaani hata wakati ule ulikuwa nasema, wewe sasa kama wewe mtangazaji, yani tofauti yako wewe mtangazaji na mtu yoyote, kwa sababu wewe mtangazaji si sauti. Sasa haya, kila mwenye sauti nzuri na kwa kuwa anazungumza aitwe ni mtangazaji. What's the difference between wewe na mtangazaji yani wewe mtangazaji na mtu mwingine wa kawaida? It's very important. Lakini ukiacha hiyo itakuwa ni mtu yoyote, na ndicho kilichotokea kwamba ikawachwa basi kila mtu akatumbukia, na kwa ajili hiyo tena ikaonekana kazi hii kumbe kuna haja ya kuelimika. You walk from wherever you are, umetoka huko umeingia, umeamua au mzako kafungua ana senti kidogo kaanzisha radio, wewe ndio mtangazaji wetu. Wewe mtangazaji wetu. Imetuendesha sana. Na of course mfumo ulipobadilika kutoka kuwa na vyombo vichache vya serikali katikati ya 90 ile 95 90 ngapi, mzee Ruksa akaruhusu watu wafungue vyombo vya kulikuwa hakuna njia. Ilikuwa either kama umefungua radio, kila mzee mengi walipofungua upesi
Hakuna mahali walivamia Radio Tanzania. Wakachukua kina marehemu kina Charles Hillary kwenda kuanzisha kule kusaidia, lakini ilibidi stesheni ziendelee. Kwa hiyo zifungua nyingi, kila mtu akaanzisha vyombo vyake. Imepita miaka sasa. Almost nawasikia sasa hivi watu wa Star wanaadhimisha karibu miaka 30. Kwa hiyo imepita miaka mingi. Wakati umefika sasa wa kuliacha hilo na kuweza kuangia katika utaratibu ule sahihi. Vyombo vimeundwa, vipo, vimefanya kazi. Na hasa shughuli imekuwa ngumu zaidi au mbaya zaidi, teknolojia nayo imeingia, kumeanzisha sasa mitandaoni. Unaamka tu kesho mtandao wako uko barabarani. Mimi baada ya kustaafu hivi nimekaa nasinzia tu kila siku. Na mimi nianzishe changu. Simeniona na mimi juzi nimefungua Legit. Na wa kwanza kuzungumza naye Mwamposa, ili mradi tu niingie na mimi niona chochote. Kwa hiyo kila mtu anakuta kwamba you can start. Sasa hii vitu kama kwa kweli hatukusema tumeweka guidelines, proper guidelines, this is going to be chaos. Na tatizo ni kwamba when the chaos inapotokea, hiyo chaos inakusambaa. Sasa hivi everything, kila kitu kiko ganjani. Unawapata watu ambao wao ni kelele tu, soga, mbwembwe na vitu kama hivi. Na wao kwa sababu ndio wana mvuto wa kuentertain watu asubuhi, watu wote wanapata maneno yasiyokuwa sahihi, ili mradi vurumai, fujo tu. Na hicho kitu ndio kinakwenda kwa taifa, na hivyo ndivyo taifa linavyokomaa. Kwa kweli it's serious. Tunaweza tukaangalia kwa hali ndogo, hali ambayo kwa kweli tunaidharau, lakini matokeo yake ni mabaya sana. Baada ya muda si mrefu mnajikuta kama nchi yenu inakuwa katika mazingira ambayo people cannot really, hawawezi wakaweka mahesabu yanayosema nalipeleka taifa mbele. If anything, utabaki watu wachache tu ambao ndio watakuwa hivyo, lakini kinachotakiwa ni spectrum kubwa ya taifa kuwa na uelewa wa mambo. Kwa hiyo nadhani swala la kwamba waandishi wa habari lazima wawe na elimu inastahiki, lazima tuikubali. Lazima tuikubali. Ningewasihi sana waandishi wa habari, waandishi wa habari ndio ule nilikuwa ukisema. Isiwe tu ni kwamba una uwezo wa kuzungumza. Hapana. Kuwe na edit, kuna vitu vingine ambavyo vimeongezeka katika uwezo wako. Unaona? Isiwe tu kwamba ni swala zima la kusema kwamba waandishi wa habari imebaki tu kwamba kila mwandishi wa habari ni yule ambaye ana kipaji. Kisiwe kipaji peke yake. Lazima kipaji kiwe kinaendana na elimu. Kwa sababu utakuwa umefundishwa kwamba haya ndio maudhui ya habari yanavyotaka. Habari inatakiwa kuwa iendeshwe hivi. Kwamba kila kitu duniani kina mpangilio wake unaotakiwa. Kwa hiyo ningependa hili tuzingatie sana. Kumekuwa na taarifa zinazodokeza kuwepo kwa baadhi ya watu wanaojaribu kuwasilisha vyeti vya kugushi au nyaraka zisizo halali kwa lengo la kujipatia usajili wa vitambulisho kinyume na taratibu. Tunapenda kusisitiza kuwa jambo hilo si tu linakiuka maadili ya taaluma ya habari, bali pia ni makosa ya jinai yanayothibitiwa kwa mujibu wa sheria ya nchi. Hili nalo ningetaka kusisitiza kwa sababu hii habari kwamba tutafika wakati ambapo tutakuwa na waandishi watatakiwa kuwa na elimu kiwango fulani kinaeleweka. Nimezungumzwa sana. Sasa kwa ajili hiyo kuna wengine wamejiandaa kwa njia zilizo tofauti. Wameamua kutafuta shortcuts ili kutimiza hilo. Bodi yetu imekaa vizuri sana, na pamoja na msaada wa kitaalamu wa serikali hatutapenda tuchezewe kwa upande huo. Mimi ningependa kuonya hapo, na tusingefika mahali ambako tungependa kujaribiwa. Mtu akisema amefanya majaribio akaingia kwenye hali ambayo itamfanya ahuzunike, asitulaumu. Hili nalisisitiza sana. Naomba tusifike mahali tukajataka kujaribiwa, na naomba mtu asifike mahali akaanza kutaka kutulaumu. Sisi tutafuata vigezo vilivyowekwa, na tuna uwezo wa kufanya gatekeeping
halisi ya jambo hili. After all, kwa bahati nzuri ni kwamba lilipotokea hili jambo, sisi hatukuwa wanachama wa bodi wala watu walikuwa hatujui. Kwa hiyo tulikuwemo kwenye mazungumzo ya nini kinafanyika, na huo mtihani tunajua umefanywa sana, na kibaya zaidi ni kwamba kuna vyuo vingine vilivyofanya hivyo maksudi, na tayari tunaelewa hilo vizuri sana. Yani sio tu kwamba ni swala la wale wahusika watakuja na vyeti feki, lakini kuna vyuo vimejiandaa kutoa vyeti feki au tayari huenda vimetolewa vyeti feki. Kama tafadhali nakuonya, umepewa cheti tayari ambacho najua wewe mwenyewe hukusomea, ulikwenda ukapiga wiki moja pale ya kuzunguka kwenye kile chuo, siku ya pili ukapewa cheti, tafadhali usitujaribu. Narejea, tafadhali usitujaribu, kwa sababu tunataka kuisimamisha hii fani yetu, tunataka kuipa heshima kubwa, na kwa kufanya hivyo hatutachelea kuchukua hatua ambazo zitakuwajibisha kihalali. Kwa hiyo ningependa kulirudia hili sana, kwamba wakati umefika sasa wa kuheshimisha tasnia yetu. Wakati wa uandishi wa habari kwa ujumla wake kuchezewa umekwisha. Tunataka watu heshimu kama wanavyoheshimiwa watu wengine katika profession nyingine ambazo zinaonekana kuwa na heshima. Waandishi wa habari watakobainika kuwasilisha vyeti vya nyaraka za kugushi watachukuliwa hatua kali bila kujali hatua waliokuwa wamefikia katika mchakato wa usajili. Hatua hizi zitajumuisha kufutiwa mara moja kwa usajili wao, kuwasilishwa katika vyombo vya sheria kwa ajili ya kuchukuliwa kwa hatua stahiki, pamoja na kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli za uandishi wa habari au majukwaa mengine ya kitaaluma. That's the kind of action ambayo tutachukua. Sasa hili tunalisitiza kwa kweli. Na ningeomba ninyi mkae muonyane kwa sababu mnaelewana. Mnaelewana. Ningekuwa niko niko kanisani hapa katika mtindo wa kisasa hivi, ningewaambia mwambie jirani yako usifanye mambo ya fake. Mwambie mwandishi mwenzako usicheze bwana. Mshike na mkono kabisa, ikiwezekana mshike na sikio. Kwamba jamaa naona kama wameweka dhamira kidogo. Ukweli ni kwamba si kama tunataka kutishana, hapana. Kwa kweli mimi ningependa kuchukua kama it's all a friendly warning, more ya undugu zaidi, more ya kuelewana. Lakini ninachosema ni kwamba pamoja na kwamba mimi nitakufahamu wewe ni fulani, tumekuwa pamoja, tumetangaza pamoja, au ninyi wengine nilikuwa nao TBC, ninyi tulikuwa Mwananchi pamoja, tulikuwa wote Azam pamoja, lakini inapofika kwenye swala hili kwangu mimi nitajikuta sina njia nyingine bali kufuata taratibu kamili zilizowekwa za kisheria. Na kama kweli kile ambacho sisi tunakifikiria, ninyi pia waandishi wa habari mtakuwa mnakifikiria hivyo hivyo, mtakubaliana nami kwamba tunawajibika kuwa wakakamavu kwenye jambo hili. Na lengo kubwa hapa ni kuheshimisha tasnia yetu. Tumechezewa sana. Na ni kwa sababu hiyo ambayo mambo mengine pia yanatokea. Tutakapofika mahali tukaifanya tasnia yetu hii ikae na profession yetu ikakubalika, some of these other things, elements ambazo zinaondoka za kujikuta kwamba watu wanatudharau, malipo yetu duni, handling ya waandishi wa habari imekuwa ni hivyo, ukifika mahali mnaonekana kama third rate na nini, itaondoka. Sasa sote twende huko, sote tukubali kwamba it's high time things are changing. Na bahati nzuri baada ya purukushani za muda mrefu, labda nitumia neno kala purukushani, la baada ya hatua nyingi zilizopigwa na kuzungumzana na serikali na wapi, finally here we are. Angalau pana mwanzo fulani uliofanyika. Angalau kumepigwa hatua ambayo waandishi tunafika kuanza kutambulika rasmi.
na matarajio yangu kwamba vitu vingine hivi vya vichekesho, vitu vya kutuonesha kwamba sisi tunaishi kwa kupewa sadaka itaondoka, kwa sababu hivyo vitu navyo vinatudhalilisha. Lakini unakuta kama utafanyaje, if you are not getting anything anyway, then hakuna njia nyingine, unabidi kufuata hivyo. Lakini ndicho hiki, tukisema tunashikilia haya ambayo tunayasema, haya mambo yataondoka. Huwezi kumkuta lawyer anakaa anabembelezwa anapoketi kwenye kikao, he's in command. Ukiingia kwa daktari, the doctor is in command ya kueleza, wewe unamsikiliza yeye anachokisema. Ukutana na engineer akikwambia na kueleza, ndio hii nyumba ni ya kwako, lakini will tell you kwamba bwana hapa utafanya hivi, unajua unamsikiliza the profession. Lakini sisi unaingia unazungumza na mtu pale, yeye ndio anakuwa yeye mwandishi wa habari kwako, unakaa ndio. Asante sana. It doesn't augur well actually in real sense. Wakati umefika sasa kuifanya profession yetu iheshimiwe. Kwa hiyo hakuna mambo mengine, ni haya ambayo lazima tuyazingatie, tukubali. Na it's true, wenyewe leo tunazungumza, tuko nyumbani, najua mmekuja hapa, basi mkuja kwetu. We are all from that tribe. Na kwa ajili hiyo tuhakikishe kwamba sote tunayakubali haya na tunayazingatia na tunaambiana na tunaonyana ikiwa hapana budi. Ni muhimu kukumbuka kwa mfumo huu wa Tai Habari umeanzishwa kwa nia njema ya kuimarisha taaluma ya uandishi wa habari kwa misingi ya uwajibikaji, weledi na heshima. Lengo ni kuhakikisha kuwa kila mwandishi aliyesajiliwa ni mtu mwenye sifa stahiki, mafunzo sahihi, anayezingatia maadili ya kazi na ni muhimu kwa jamii. Kwa mantiki hiyo, nyaraka zote zitakazowasilishwa zinahakikiwa kwa kina na kushirikiana na taasisi husika, na hivyo basi udanganyifu wote hautakubalika. Kwa hiyo ndio tunasema kwamba unapokuwa unawasilisha vyeti, tunaomba tafadhali upitishe katika maeneo ambayo tumesema, ili uhakiki wake uweze kufanywa vizuri, ili usiweze kupata vurumai yoyote nyingine. Tunatoa wito kwa waandishi wa habari wote kuwa waaminifu na waadilifu katika hatua zote za kujisajili, kwa kutambua kuwa taaluma ya habari ni muhimu katika jamii yoyote, na uhai wake unategemea maadili ya wale wanaolitekeleza. Tujiepushe na tamaa au njia za mkato ambazo zinaweza kuharibu sifa binafsi na kuchafua taswira ya tasnia nzima ya habari. Hili ndio ambalo nilikuwa nalieleza. Tujaribu kuwa watu wasafi. Tujaribu kuwa watu ambao tuna moyo ambao una dhamira ya kweli. Na tuepuke hizi shughuli za kutafuta shortcuts, kutafuta njia za kujipenyeza ili kufanikisha jambo ambalo kwa kweli halina maana. Ukweli sasa hivi nashukuru katika kundi kubwa sana la waandishi wa habari ambao wapo sasa hivi, kwa kweli kiasi kubwa wamekwenda shule. Watu wamesoma vyuoni, wamesoma, there is no worry about that. Kwa kweli katika hii miaka ya karibuni imefanyika sana na ni sifa hiyo, kiasi ambacho tunabidi tupongezane. Lakini bado kuna kundi kubwa la watu ambao wameingia na wamefanikiwa kujipenyeza na kwa njia nyingine kuipaka matope tasnia yetu. Sasa hiki ndicho ambacho tunajaribu kukiepuka, ili kuhakikisha kwamba at the end of the day wale wote ambao watakuwa wamepata vitambulisho na kupata idhibati ya bodi yao ya waandishi wa habari watakuwa ni watu ambao wana sifa stahiki. Na tungependa siku moja mtakapokuja na fulani, je, jamani huyu naye, tutawaambia huyo sisi tunaye. Tutaangalia kila mtu ambaye anawajibika. Na fortunately hii kitu tunachokizungumza ni kitu ambacho kimekubalika kisheria, kimepitishwa katika taratibu zote za sheria ya nchi hii, kuanzia bunge, serikalini mpaka kufanikisha kwake. Kwa hiyo hatufanyi kitu ambacho ni cha kubahatisha, hatufanyi kitu ambacho tumejipa sisi kwamba tumeamua. It's just kikundi cha watu ambao wameamua kusema wanataka kufanya. Hapana.
tunazungumzia kitu ambacho kinakubalika, kimekubalika na kinatakiwa kuendeshwa kufuata taratibu zilizopo. Baada ya maelezo haya, kwa kutambua umuhimu wa bodi ya ithibati ya waandishi wa habari katika kuimarisha weledi, maadili na uwajibikaji wa taaluma ya waandishi wa habari nchini, niombe ushirikiano wenu wa hali ya juu katika kukuza na kuendeleza taaluma hii muhimu nchini kwetu. Mimi ningewaomba sana kwamba tushikamane waandishi wa habari na hatimaye tuue ile azma ya watu kufeel kwamba anybody can be a journalist. It's never that way. And it will never be that way. Kama nilivyosema, kulikuwa na sababu huko nyuma zilizosababisha tukafika hapa tulipofika. But it's high time sasa hivi tasnia yetu inaweka katika nguzo ambazo zitaweza kupata heshima hii, kwa sababu sisi ni sehemu kubwa ya wale ambao wanatakiwa kuwa sehemu ya mbele ya maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Asanteni, nashukuru.